Baba, ni katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako, watoto wako. Tumekutania hapa ili tukuabudu, ili tusifu, ili tuinue jina lako kuu. Baba, tunasema asante kwa vile umetulinda kwa miaka yote tunamaliza ndani, wala kwa hii dunia. Unajua si rahisi, lakini bado unatulinda, bado unawalinda hawa ndugu zangu. Tunasema asante. Kwa hiyo hii mkutano kidogo tunaenda kuinua jina lako, uwe nasi. Wacha uwepo wako awe juu yetu. Wacha Roho wa Mungu atuongoze kwa njia ya ukweli. Ni kwa jina lako Yesu Kristo ninaomba. Amen. Amen. Sasa kuna labda wengine si wa Kristo. Sitaki ni confuse madini, because tuko hapa si kama dini. Tunaelewana hapo? Si dini. Kitu yenye nataka tuongee, nataka tukue one family. Wenye kukunywa mupe, lakini tu concentrate kusikiliza kwanza. Munipee masikio na munifungulie roho zenu, si ndio? Nataka tukue kitu moja inaitwa a family. Family ni watu wako pamoja na wakiongea wanakutanisha, yani wanaongea wakiwa pamoja as a family. You are my brothers and you are my sisters. Sio kweli? Madada zangu wako hapa, brothers wangu wako hapa. So hapa hatuko hapa kama as usual vile mnakutana na mapastors tofauti wala ma evangelists. Hapa si hivyo. Nataka tujijenge, tukue one family. One family hiyo, ndani ya hiyo family, na hii family kile kujulikana kutokea tu kwa hii mkutano wa siku ya leo, ili wewe kupitia kwa hii family wao, kupitia kwa hii mtandao, wala kupitia kwa vile tutaongea ushuhuda wako, hao wenye wanaocho wanaangalia wanatutazama, waweze kusaidia mmoja wao. Mnanielewa hapo? Si kusema we are begging, because mtu mwenye na imani kwa Mungu huyo habegi, lakini ana imani kama akimwamini Mungu lazima atabadilishwa maisha yake. Kitu yenye Moses anajua. Hebu simama kidogo. Moses anajua na Thomas, simama kidogo tu tafadhali. Thomas, simama tu. Nyinyi mnanijua zaidi kuliko hata tumetembea more than I think miaka karibu tatu. Nilikuwa nakuja na ubilia hapa smoking zone hii yenye iko karibu hapa Nyayo. Sasa tunaongea. Kuna wengine sijui kama waliacha hiyo sigara, wale wengine wameokoka waachana na mambo ya dhambi, lakini hiyo ndio passion yangu, ndio uwito wangu kabisa as a servant of God. So kwa hiyo mnanikubalia tujijenge, yani tukutanishe mioyo yetu wala roho zetu, tukue one family. Mnanikubalia? Ni kweli? Amen. Unajua ni kitu moja, msikuwa na woga yoyote. It's me. Sasa kitu ni moja tu, ni kuongea. Ni nini unahitaji? Maisha yako iko aje? Nini unataka? Yani mahitaji yako ni nini? Mimi nilipitia wakati, kuna ushuhuda wangu nilipitia, kuna wakati nilikuwa navuta bangi, kuna wakati nilikuwa navuta sigara. Hapo nilikuwa nimeshindwa kabisa kuachana na hiyo kitu. Nimepitia mambo, I was hopeless. Sikuwa kabisa na hiyo imani kama mimi naishi. I was like one of, lakini wakati moja nimetembelewa na mtumishi wa Mungu like kama hivyo tu. Tunaambia, kwani wewe mbona unajiua tu na bado ngali kijana? Naambia, sasa kwani wewe ni nani amekutuma kwangu? Unajua mtu akiwa kwa hali ngumu kama hii, hata masikio isikii. Mtu kama hivi, hii situation mnapitia, si situation unaweza kuja uambie mtu kuna Mungu amenituma hivi na hivi. Sasa hao watu walikuwa
wananitabilia, naambia huyu mwenye amematuma mwambie nisitaki kusikia hizo tabiri. So nimepitia, kuna mahali nimetoka na kuna mahali niko, na nina imani kuna mahali mbali sana naelekea. Amen. So kwa hivyo mkimkumelia as a family, nataka tutaanzia kwa Mwangi. Nataka ushuhuda. Mwangi tumetembea naye. Nakumbuka wakati wampokea Kristo kama mwokozi wa maisha yao, tulikuwa tunasimama hapa. You remember that? It was Saturday like today. Yeah. Hapa tulikuwa tunasimama, walikuwa watu 5. Na wakafungua roho zao, wakasema wacha tumpokee Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Mimi nasema Kristo jani si dini. Naambia Kristo juu ndiye msingi wa maisha ya kila binadamu hapa. Yaani ni foundation ya maisha. Ukimwachilia, unajua maisha ya hapa kila mtu anajitafutia njia, anajitafutia ni njia gani anaweza tumia. Kuna njia ya uwizi, kuna njia ya ukolo tofauti. Sana hapa Kenya, unajua kuna wenyewe wamesoma hapa, msikili wamesoma na wakasoma. Sasa tunaweza kusoma wakakosa kazi. Huyu mtu ataenda wapi? Ile yote amesoma ataitumia ili aone njia gani anaweza tumia ili aishi. So njia ya binadamu hiyo. So kuna so many ways watu wamejitafutia, lakini njia ya binadamu ina mahali inafikaga inakatika. Mimi kuna njia moja nilikuwa nimejitafutia ya kuiba. Mimi sikuwa mwizi kama mwizi tu kawaida hivi mwenye anaweza shikwa tu na polisi hivi. Nilikuwa nafanya kwa kazi ya kampuni. Kazi ya kampuni, mwenye alikuwa anachunga store alikuwa ni mwanamke. Huyo msichana nikamuingilia akakuwa girlfriend yangu. Lakini si kusema nilikuwa nampenda, si upendo. Nilikuwa naangalia nione ni njia gani za tumia ili nichukue kifunguo sasa nikuwe najifungulia niibe. Ilikuwa ni store kuu ya WFP. Hii CSB nani ya kaunga. Mahindi zilikuwa zinampakia hapo. So kila wiki lazima nichomoe karibu mfuko 10. Na yeye hatajua because amenitrust as her boyfriend. Unaona? So hiyo nawaambia one of the way, yani binadamu, njia ya binadamu. Hiyo ilinipatia pesa, lakini hizo pesa ukishazipata, umezipata kwa njia yako. Jioni sasa. Jioni lazima uingie kwa club. Hizo pesa huwezi lala nazo. Uwezi kabisa. Mimi siwezi kudanganya. Unaweza chomoa tu simu ya mtu. Ufike hapa chini tu town. Wakupatia 1,000. Hiyo 1,000 haiwezi maliza saa moja. Lazima ule mwenye amekutuma uchomoe. Nikasema huyu anaenda kufukuzwa na ni mimi ndio nimeiba. Unajua kidini kilitokea, nilikosa usingizi usiku hiyo. Kesho nikajiripoti. Nikamwambia mzungu, usimfukuze huyu. Ni mimi nimeiba hiyo yote. Walikuta ilikuwa ni mfuko karibu 55 zilikuwa zimemiss. Hizo nilikuwa nachukua 10. Siku nyingine 5, 6 hivyo. Na ilikuwa ni njia kabisa, naona inanipea pesa, sina shida na sishughuliki na salary. Hakuna kabisa. Sasa wakati nimejiripoti ndio mzungu akasema, are you serious? Yani nikamwambia I'm serious. Usimfukuze. Ni mimi. Wacha tu mimi nifukuziwe. Hapo ndio wakafanya meeting kidogo, wakaamua. Sasa wakauliza staff hao wenye tunafanya nao. Unajua ni aibu. Wakana jua niko serious lakini nimeiba. So ndio hao ndugu zangu wengine tulikuwa tunafanya nao kazi wakaniombea msamaha, mzungu akanisamehe. Nasikia. Kwa hivyo nataka kusema nini? Njia ziko mingi, but njia ya Mungu pekee hii ndiyo inaweza kufikisha kwa baraka yako ya ukweli. The real blessing of you. Yaani hiyo yenye hiyo unahitajika. Amen. Si ni kweli mama? Hapa siwezi wauliza kila mtu sahihi, lakini wengi mumechoka. Hata ukiambiwa Mungu wako, unaweza mwambia sione kama Mungu wako. Kwa nini nakubali
mimi nikuwe kama hivi. But hiyo ni mapito tu, kwa muda fupi tu. Ukiwa na imani kidogo tu, utatoka na itaisha vizuri. Mimi nataka Mwangi ndio tumeanza naye, hata atushuhudie kidogo. Naona Thomas amechomoka kidogo, hata atushuhudie Thomas kitu. I mean Mwangi nikaribia hapa. Mwangi mnamuona hivi? Wangapi wanamjua huyu? Bro, wewe tunamjua? Tunamjua? Anajua wengine tumejuana 5 years. Kama tumejuana since 2015. Tumefanya kwa street miaka mingi. Hao tu I think wananijua. Acha akachukua. Sasa Mwangi, yes. Mwangi tulianza ndio wa kwanza nimeanza nao kushuhudia. Unaona? Huyo nikamshuhudia maisha yangu hivyo polepole, nikiwahubiria. Mimi sipendaje ili nihubirie mtu mwenye ako na njaa. Hii mwili inahitaji kitu. Ni kweli. Before upatie kiroho mtu, yani kiroho ni mtu wa ndani. Before umpatie chakula, mpatie kwanza wa nje huyo. Huyo atapata rasi hayo hapo kwa kitu kidogo, atasaidika tandani, si ni kweli? Ndio. So kwa hivyo acha Mwangi atushuhudie. Mwangi. Yes sir. Simisha ukweli. Ulianzaje? Umejikutaje? Kwa yani unaitwa kuna jina chokola sasa hii unaitwa na kweli. Wakati mmoja unaniambia ulikuwa unafanya kazi, si kazi, ulikuwa unasoma, ilikuwa university ya wapi? University of Moi University. Moi University. Yes sir. Imagine mtu iko university. Wakati moja, wakati mwingine anajikuta ako wapi? Kwa street. Ako kwa street. Yes. Lakini kuna mambo, kwa nini? Some of you wengi hamjui. Hamjui wewe alikuwa kwa university. Mimi najua vile ni rafiki yangu, ni brother yangu. Naongea. Yani kwani ulikuwa university? Ni kweli. Umekuja hapa aje? Umejikuta hapa aje? Before nikuulize swali lingine. Before nijibu hiyo swali ya pasta, ningependa kuni-introduce. Kwa majina naitwa Calvin Moses Mwangi, kama vile pasta amewambia. Na ni kweli tumekuwa marafiki na pasta. We've walked this journey for some time. More than 3 years. Pasta alikuwa anatuhubiria pale smoking zone. Na amekuwa akitushikilia mkono kwa hiyo muda wote. Na I can attest to you that he's a man of God. Kulingana na mimi ile support pastor umenipatia. Na mimi kama vile mmesikia, mimi nilikuwa nilikuwa mwanafunzi kwa hiyo shule yenye pastor ameombea Moi University. Lakini wakati nilipotoka huko nilikuja Nairobi. Pastor. Ilikuwa county gani hiyo? Ilikuwa Uasin Gishu County. Eldoret huko. Eldoret. Upande Eldoret. Okay. Sasa vile nilimaliza kosi yangu huko, mimi nikakuja Nairobi kama any other person ako nania kutafuta kazi. And kwenye hiyo harakati pastor, unajua kuna msemo inaendanga ati Nairobi kila siku kuna ingianga watu 1000 new people coming to look for opportunities because they know this is the capital city. Yani watu 1000 kila siku, hata country bus ukienda wanaingianga town ya Nairobi ya kutafuta vile ya kuishi Nairobi. Na wengine tunasemekana kuingia ni rahisi, kutoka ni ngumu. Hata kuna wakati mmoja nimesikia hapo Mombasa kuingia town ya Mombasa, hata kuna kibao ilikuwa inaandikiwa hivyo. Kuingia ilikuwa ni rahisi, lakini kutoka sasa kutoka ni ngumu. So mimi pastor nilikuja nikaanza shughuli za hapa na pale nikingoja vile sasa nitaanza maisha yangu. Reason gani kwanza imetuma ukadecide, yani ukaamua ukasema mimi wacha niingie Nairobi nitoke Eldoret? Ni nini? Unajua kuna reason tofauti. Kuna wengine wamerejectiwa na family zao. Na kuna wengine anasema wacha kwanza nione Nairobi kwaje. Ndio. Na kufika unahamia hapo. Unajikuta tu una uwezo. Mimi nilikuwa na ile kitu inaitangwa euphoria. Wanting to know about the city. Unajua mtu anaaminigi in any other village, hata uende Maralal, Trans Nzoia, where everybody knows that in the capital city huko ndo maisha ni mzuri. Kuna pesa. Kuna pesa.
depending on how utaenda uadapt na hiyo situation. Yeah. So mimi siwezi sema ati venye niliingia Nairobi ati ati watu wa Nairobi walinikosea manini. Mimi mwenyewe ndo nilichukua, I chose a wrong path, pastor. I met So people. Yeah, it was a wrong choice. I met friends who some of them now walikuwa wanapiga starehe hapa na pale. Wengine walikuwa nakula miraa, wengine wanakunywa pombe, wengine wenye tulimaliza nao shule tukapatana nao huku. So I came and met a company which tuseme ningekuja ni join kanisa yako kama by that time tungekuja tujuane, saa hii singekuwa hapa. So, but yani hiyo kikundi yenye umejoin ndio sasa imekupeleka. Ilikuwa ni kikundi ya kwenda bar, kukula miraa, kuvuta fegi, yani ni kikundi ya starehe, tuseme ukweli. Mimi sasa it took a time nikasahau kwamba what my objective was. Nikasahau mimi hata ile shule nilienda nini, nikasahau sasa hiyo mambo. Nikakuja sasa nikajoin, mimi nikajuaje I'm a layman person. Nikasahaulika, nikajisahau hata nilikuwa napigiwa simu niende shule, niende nichukue certificate zangu na kujiwa hata huko, lakini nikakataa kwa sababu shetani alikuwa ameshanishika kwa roho. Kwa hivyo wazazi wako bado wako lakini? Wazazi wangu bado wako. Wakati hiyo kama umeingia Nairobi umejulikana kama wazazi wamejua kama wazazi walikuwa wananikujia wenyewe, wananikujia huku Nairobi, wananiambia rudi nyumbani uende ubadilike umalize shule. But mimi my heart had already now became I have hardened. Yani umeshajua maisha ya hizi starehe kidogo za town nini tu biashara tu masimu pasta nini, you see this quick money nini pasta, and it became a very big challenge. You usually entered this town? I entered in this city. I entered 2013. Lakini sasa bado sikuwa nimemaliza shule, bado sikuwa nilikuwa university. Tukifunga long holiday na kuja kwa mabeste, si ati naenda nyumbani. So when 2016 August, hiyo siku ndo nilimaliza shule. 2016 August. Nilirudi ukamaliza shule. Mimi nilimaliza tu vizuri, lakini sasa sikuenda hata kuchukua certificate ile ya kugraduate ama nini. So 2016 August pasta nikakuja huku hii mambo ya kampeni ya uchaguzi nini, nikajoin hizo vikundi za kuchukua pesa ya waheshimiwa, na nikapatana tu na mabeste wengi kama vile umesema wenye wana njia mingi. I became a tradesman, yani nikakuwa tu pia mimi na njia zangu, mara na unauza masimu mara nini. Nishaanza kujua yani Nairobi machoche. Unajua pasta ukishajua machoche za hapa na pale, it becomes even hard. Yani I became brainwashed by the life of the city because it is sweet anyway. Unaona ujioni unaenda bar kidogo, umepata pesa kidogo nini but before you know that was like a trap, because after some time you realize sasa hiyo ni maisha sasa ya street. Ni maisha ya street 2018 2019 2020 COVID ikanipata tu huko Nairobi. Hapo 2020. 2020 sasa ni COVID-19 ikatupata bado huko Nairobi tunafanya kazi. Mimi bado nilikuwa nafanya pale. Hiyo siku nilikuwa nakaa pale Ngara, pale railways Ngara hapo. Desai Road there. Huko sasa tukaanza kukaa huko. Nikakaa. Fupi, maisha street. Barabara unaona bado labda muda inaendelea na wengine labda lazima ongea kidogo. Ni kitu gani unaweza tuambia umetoka nacho maisha ya street, maisha ya kuishi tu barabara chini ya nini inakuaje? Vile unaweza ambia watu kitu mimi nakwambia imenichokesha kabisa. Sometimes unajua vile unashuhudia kuna wengine bado wanatoka ushago wanataka kuingia Nairobi sahi. Wanataka kuingia. Wanafikiri kama hizo fikiri ulikuwa nazo wakati unaingia Nairobi. Lakini sasa hii umeexperience maisha ya street, unaweza ambia watu nini? Mimi naweza ambia watu first of all getting in the city is a very
how can I put it, it is like an addiction my brother. Addiction. Kwa sababu mimi nikwambie tu kweli, mimi pastor, mimi nilikuwa nakuja nachukuliwa na mandugu zangu, anaenda watu wananichukulia nyumba in a certain area, wamenilipia, wananiambia ishi huko, friends, lakini mimi yani najikuta sio kupenda kwangu, najikuta tu nimerudi Nairobi. Kuna zingine zinakuongoza. Kuna ukisha miti na hao watu kuna ile roho yao inakuingia. So wakitaka kukuvuta ni ile tu kukwambia neno moja tu na wewe unatoroka unaenda. Exactly. Hiyo ni mfu mwingine. Unajua kama umelipiwa nyumba na utoroke. Ni free, si wewe unalipa, unalipiwa. Na unakula. Kuna vijana wawili nakumbuka wakati moja tulikuwa 4. Ni manunulia mattress mpya kabisa karibu 4. Lakini 1 week walikuwa wameziuza. Because hawakuzoea kulala kwa mattress. Pale kasema walikuwa naona ni pesa tu ana. Yaani ni kama unashangaa ni nini inaendelea hao. Nimejaribu kujitolea niwanunulia mattress nzuri tu. Lakini wakasema hii sasa hii ni pesa tumalalia. Huwezi lalia pesa. Lazima pesa kwanza tuweke kwa mfuko. Wakauza hivyo. So mimi pastor kitu naweza sema si ati hapa it now goes down to somebody's personality. No. Because sio kila mtu ameingia Nairobi. Kuna mwingine aliingia Nairobi bila kitu pastor, na sasa amejenga kwake kwa ushago, maisha yake imekuwa mzuri. So what I can say according to my own perspective, it depends with now your heart and the objectives and how you will be spiritually empowered. Juu pia mimi nilikuwa nimejoin kanisa zingenisaidia sana, lakini ile tamaa ya starehe wale friends niko nao company exactly this one I'm very I'm insisting on this company, but I don't want to blame this company because I'm the one who now joined the company. The company the company can ruin your life. The friends you have, in short the friends that you are interacting with day to day they determine what kind of a person you are. Nisikukate. Kuna ile swali ningependa kukuuliza. For now umeona maisha ya street. Na kuna ile maisha yenye unajua ulikuwa kitambo. Sasa hii wale watu wenye wanatuangalia ni kitu gani unaweza omba? Yaani wakitupea msaada. Ni kitu gani unaona wanaweza kusaidia kama wewe? Mimi kama mimi wakiweza tu nisaidia pastor, mimi naweza omba tu nisaidie tu nirudi tu shule. Niende nichukue tu certificate zangu, kwa sababu mimi shule huko nilikuwa nirudi 2021 nilikuwa nimepata tu bado sponsor a man like this man of God, nikamwambia shida zangu, hata akanilipia kila kitu, but mimi sikuweza kuenda huko bado. Ile I squandered that money because now I was still feeling that there is more time ya kufanya nini nani. But mimi nikiweza saidiwa tu pastor, mimi labda nirudi shule na labda siwezi kosa haso ya kufanya hapa na pale madam. Mimi najuaga when I have a support group kama nakuwa nimenetwork na pastor for all that long and I know nimeshajifunza actually. Mimi kuna kitu nataka swali moja tu hata kila mtu nitamuuliza. Bado una hiyo tamaa kuendelea na maisha ya street wala umechoka na maisha kama hii? Hii maisha ya street imenichokesha pastor. Lazima umwambie Mungu, nimechoka. Naomba msaada kutoka kwako. Ni kweli. Unajua yani utamke na kinywa yako. Hakuna mwingine hata kwa pastor bishop gani. Hakuna mwenye anaweza kusaidia kabla wewe ndio decide peke yako. Mimi pastor, mimi kuongea ukweli, mimi maisha ya street inakuwa imenichokesha. Inakuwa imenichokesha to a point that I feel if I can have another chance, I can utilize it very well. You understand? But now it also takes some time. I'm in a period whereby I'm introspecting my soul, yani najaribu sasa kuangalia hiyo time, what I've done with that time. But going forward, mimi roho yangu inaniambia going forward, hata kama kwa hii masaa niko hivi, I hope that next year going forward I'll be a better person because I've already learned from my mistake.
Mimi najua Mungu atanisaidia, sitaishi kwa street sana. Moses. Kwa hivyo ni kusema mtu mmoja mwenye anakutazama, mmoja mwa hawa ni wengi, wanakuwa ni wengi. Ni kweli. Ni nini unaweza muomba sahihi? Umwambie ni nini unahitaji sahihi. Sema kama umetuambia kwa ushuhuda wako umewahi chukuliwa na mtumishi wa Mungu tu na akakulipia nyumba. Ni kweli. Chakula sijui hivyo. Na kanipea kazi. Alafu hiyo chance ukaachana nayo na ukajirudia tu kwa street. So vile umeamua kama nimesikia vizuri, umechoka sana na hii maisha. Na ukasema nikipata chance nyingine. Hata ikuwe last chance. True. Ya maisha yangu, lazima nifuatilia hiyo. Ni kweli. So mwenye atakuwa ready kulipia nyumba, ni kweli, abadilishe maisha yako, manguo, kupatia biashara, utakuwa serious kwa hiyo. I will be very serious my brother, to a point that even me nita struggle nisaidie mwingine, na huyo mwingine nikimsaidia I mentor him asaidie mwingine kabisa. That is the only way I can appreciate. Juu mimi nimesaidiwa, sitataka tena pastor amenisaidia tena pastor asaidie ule na mimi nimesaidika. No, I would want I be empowered, then through that empowerment I empower another person. Hata mimi naweza shukuru pia kusaidia watu wenye naona pia juu kwa street mimi najua how the life is. Umenyeshewa usiku nini, a lot of hardships my sister. Kwa hivyo acha niambie kitu moja. Moses tumetembea naye muda ya miaka 3. Saa hii nilikuwa yani nikujitolea ile 300 natoa 100 na mimi nabaki na 200. Ni mmoja wa watu wengine wako hapo City Park like that. Lakini ile roho kujitolea lazima nione product gani. Yani kuna matunda imeingia mpaka ndani. Nione ubadiliko wako. Ndio maana hiyo miaka yote nimevumilia, si kumwacha na si kuacha hata kuna wengine ili nione kama anaweza saidika. Kwangu size yangu ya sijui niseme ni utajiri wala ile ya mtu binafsi. Sina uwezo ya kubadilisha mtu, lakini Mungu kupitia watu tofauti wanatutazama, anaweza kubadilisha mambo ya mtu. Yani anaweza anaweza leta tu ubadiliko kwa maisha ya binadamu. Kitu moja hatujui ni vile, hata kama tunapitia mapito yenye yani situation kama hizi, unafikiriaga wakati mmoja Mungu hayupo, lakini upendo wa Mungu bado. True. Bado upendo wa Mungu upo. Ndio. Tuko hapa kwa jua, lakini tunajua kuna wakati moja tukao tunaketi tunakumbuka hii siku ya leo. Tutakwenda tukikumbuka, sasa inakuwa ni history ndani ya maisha yako. Uko na nyumba yako, uko na shamba yako, uko na watoto, uko na boma yako. Amen. So tunasikia ushuhuda ya Moses. Wacha tufuatilie tuone kama kuna mama anaweza kushuhudia.